Jubilei ya Papa Francis 2025 inahusu mapumziko ya Sabato kama Project 2025 ya kiinjilisti. Jubilei ya Kanisa Katoliki 2025 na Project 2025 zote ni mipango mikuu iliyowekwa kwa mwaka mmoja, lakini imeundwa kulenga maeneo tofauti ya maisha yetu. Hata hivyo, unashiriki mada ya pamoja ya kufanya upya, umoja wa kisiasa na nyingine ya kiroho. Licha ya tofauti katika njia zao, wote wawili hukazia uhitaji wa kufuata aina ya uasi katika Ukristo. Jubilei ya Papa 2025 inakuza kurejea kwa upya wa kiroho, toba na kujitoa kikamilifu tena kwa mafundisho ya Kikatoliki. Ikirejea dhana ya kibibilia ya urejeshwaji, pumziko la Sabato na huruma ya Mungu. Lakini Project 2025 yenyewe ni mwongozo wa sera uliotengenezwa na Heritage Foundation na vikundi vingine vya kiinjilisti. Unalenga kuunda upya serikali ya Marekani, ikisisitiza kurejeshwa kwa maadili ya Kikristo ya kiafidhina. Juhudi zote mbili zinaonyesha hamu ya kuweka upya jamii kulingana na mafundisho ya kanisa, ikiwa ni pamoja na kukuza mapumziko ya Jumapili ili kutawala jamii na utawala. Jubilei ya Papa 2025 iliyoitwa rasmi mwaka Jubilei ya Matumaini ni mwaka maalum unaoitwa mwaka mtakatifu uliotangazwa na Kanisa Katoliki. Wakati huo watu wanaalikwa kutafuta upya wa kiroho, kupumzika na msamaha. Ni wakati unaohusishwa na pumziko la Sabato, ukiwatia moyo waamini kukumbatia pumziko la kiroho au Sabato ili kupata sehemu ya kimungu. Mnamo Januari 29, 2025, The Conversation, shirika la habari la kitaaluma linalojitegemea, lilichapisha makala yenye kichwa Pumziko au Resti, kuelezwa upya na tumaini, nguzo za mwaka wa Jubilei ya Kikatoliki mwaka 2025, ambao kimsingi inataja Sabato kama moyo au nguzo ya Jubilei ya Roma 2025. Mazungumzo hayo yalichapishwa kama ifuatavyo. Papa Francis ametangaza mwaka wa Jubilei katika Kanisa Katoliki ambao ulianza Desemba 24, 2024 na utaendelea hadi Januari 6, 2026. Jubilei ina mizizi katika desturi ya Kiyahudi ya mapumziko ya Sabato kila baada ya siku 7, inayounganishwa na hadithi ya uumbaji, ambapo Mungu aliumba ulimwengu kwa siku 6 na kupumzika siku iliyofuata. Pumziko si la kupumzika tu, bali kuelekeza maisha kwa yale ambayo ni muhimu zaidi. Kukatazwa kwa kazi siku ya Sabato kwa sukuma watu kutazama zaidi ya kazi yenye matokeo, ikiwasaidia kuona utendaji wote katika nuru ya umilele. Jubilei inaendeleza mantiki hii kufanyika kila baada ya miaka 50. Mwaka mtakatifu hufuata Sabato ya Sabato, miaka 7 mara 7. Kitabu cha Mambo ya Walawi kinaangazia mtatangaza uhuru katika nchi kwa wakaaji wake wote. Ardhi pia lazima iachiliwe huru kama aina nyingine zote za mapumziko ya Sabato. Msisitizo mkuu ni kwamba kila mtu na kila kitu ni cha Mungu. Wakati Kanisa Katoliki linarejelea Sabato, wanazungumzia juu ya Jumapili badala ya Sabato ya siku ya 7 ya Biblia, yaani ya siku ya Jumamosi. Waprotestant na Wakatoliki wote wanafanya kazi kwa bidii ili kuitangaza Jumapili kama siku ya mapumziko na ibada. Wakati wa Katoliki wanasisitiza pumziko la Jumapili kama sehemu ya upya wa kiroho na kijamii, haswa kuhusiana na Jubilei 2025. Vikundi vya Kiprotestant, haswa wainjilisti, huweka Jumapili kama hitaji la kimaadili la kiraia kupitia mpango kama Project 2025. Kwa pamoja, harakati ya Jubilei ya 2025 na Project 2025 na mijazi na asili mijadala ya kisiasa na kidini, zikiimarisha wazo la Jumapili kama wakati mtakatifu
wa kupumzika na kuabudu. Hii ndiyo jambo la kawaida ambalo Papa Francis anajadili mara kwa mara na ambalo litapelekea kuundwa kwa sanamu ya mnyama. Tumefika kwenye wakati ambapo tunaelekea katika miisho ya dunia, na lolote lile linaweza likatokea, kwa sababu unabii una pointi ya kwamba Uprotestant pamoja na Ukatoliki utaungana na kuleta alama ya mnyama, na wote ambao watakwenda kinyume pasipo kutii mamlaka hizi watakumbwa na changamoto. Wengi watafukuzwa makwao, watanyang'anywa mali, hawatapata huduma maalum. Na Ellen White anaeleza wazi kwenye kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 445 paragrafu ya kwanza. Ellen anasema kwamba wakati makanisa makuu ya Marekani yanaungana juu ya mafundisho ambayo wanashirikiana pamoja, itakaposhawishi serikali kutekeleza amri zao, Amerika ya Kiprotestanti itakuwa imeundwa sanamu ya utawala wa Kirumi, na utoaji wa adhabu za kiraia kwa wapinzani bila shaka hautaepukwa. Pambano Kuu kurasa wa 445 paragrafu ya kwanza. Hivi utoaji wa adhabu za kiraia kwa wale ambao watakwenda kinyume na hii sheria Jumapili hautaepukwa. Hivi wapendwa, kichoko nyuma Project 25 ya Heritage Foundation pamoja na Jubilee ya Papa 2025 zote zinalenga sheria Jumapili, zote zinasisitiza pumziko. Ama kweli tumefika mwisho wa wakati. Wapendwa, ni wakati wa kujiandaa, wakati wa kukesha, maana wakati huo uliotabiriwa kwenye unabii sasa unatimia mbele ya macho yetu. Mungu wetu tubariki sana. Maranatha, Yesu yuaja tena mara ya pili.